Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninapenda kualika katika mafunzo ya neno la Mungu, na ninataka kujifunza kwa maana ya somo ambalo linajibu maswali ya wengi ambao mara nyingi wamekuwa wakipiga simu na kutuma SMS kuuliza kutaka kujua kuhusu swali hili. Na moja ya swali ambalo nataka kulijibia leo ni watu wengi wanauliza kuhusu namna watu wanavyoweza kubadilisha, kuhama madhehebu au kuhama kanisa kwenda kanisa lingine. Kwa kifupi, mwana wa Mungu, naomba ujue jambo moja, na walimu wenzangu watanisapoti mara popote walipo, walimu wa neno la Mungu, kwamba hakuna dhambi kwa Mkristo kuamua kubadilisha dhehebu ama kuhama kanisa kwenda kanisa lingine, na hasa pale anapohisi kukosa amani na furaha mahali alipo na anahitaji kuitafuta amani na furaha mahali pengine. Kumbuka, wokovu wetu hautokani na madhehebu tulionayo. Wokovu wetu tulionao unatokana na imani iliyojengwa katika msingi wa Kristo Yesu. Na kwa sababu imani iliyojengwa katika Yesu Kristo ndiye inayotangaza nia halisi na tendo halisi ya wokovu kwenye maisha yetu, ndio maana ninaposema kwamba hakuna dhambi kwa Mkristo ama mtu yeyote kuamua kubadilisha dhehebu kwenda dhehebu lingine la Kikristo bila kujali aina ya dhehebu analokwenda. Ninajua kuna mambo mengi ambayo mara nyingi yamekuwa yakizungumzwa kwamba tuna mgawanyiko mkubwa katika makanisa. Kuna wale wanaoamini kuna baadhi ya makanisa ambayo yameokoka, lakini kuna makanisa ambayo hayajaokoka. Lakini mimi sikubaliani na hoja hiyo kwamba kuna baadhi ya makanisa ambayo ndani yake yana wokovu, sababu wokovu hautokani na aina ya madhehebu tulionayo. Ndani ya madhehebu hakuna utakatifu wala hakuna wokovu, bali wokovu katika Kristo Yesu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu yanavyotueleza. Na sisi lazima tuelewe kwamba sisi tumejengwa katika msingi wa kuliamini neno la Mungu na sio kuamini fikra au mawazo ya wanadamu. Tukisoma maandiko matakatifu katika Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12, nikinukuu maandiko hayo, inasema, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Maana yake nini? Hii inaonyesha inatufundisha wazi kwamba wokovu tulionao katika maisha yetu hautokani na aina ya madhehebu tulionayo, hautokani na ukubwa wa dini tulizonazo, bali wokovu unatokana na mtu kukubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Na ikiwa tukilifahamu hili, litatusaidia sana kuepuka maneno ambayo wakati mwingine yanaumiza baadhi ya watu kwa namna wanavyojisikia wanakwenda katika ibada kwenye dhehebu fulani, wanatajwa kuwa kama ni watu ambao hawajaokoka, wanajihisi kama ni watu waliokataliwa. Lakini mimi nataka nikutie moyo, mwana wa Mungu, mahali ulipo, ikiwa wewe uko ndani ya Roman Katoliki ama uko ndani ya KKT ama uko ndani ya kanisa lolote, usitie hofu juu ya wokovu wako ikiwa tu ndani ya moyo wako umemwamini Yesu Kristo peke yake. Lakini ukiwa ndani ya TAG ama EAGT ama ndani ya Nuru Halisi mahali nilipo mimi, lakini ndani ya moyo wako hujamkiri na kumwamini Yesu Kristo, maana yake wewe bado hujaokoka. Kwa hiyo wokovu wetu hatupimi kulingana na namna ambavyo tunafikiri katika mawazo. Na tukumbuke dini tulizonazo au madhehebu tulionayo, hakuna moja ya dhehebu lililotoka kwa Mungu. Madhehebu yote ni vitu ambavyo vimetengenezwa hapa duniani, na inawezekana vimetengenezwa kwa sababu iliyo njema, na mimi ninakiri na kuamini kwamba vimetengenezwa kwa sababu njema, na lengo kubwa la kutengeneza madhehebu yote yaliyopo ni lengo kubwa ni kumhubiri Kristo, watu muamini Kristo, kama namna ambavyo maneno ya Mungu yanavyoelezea. Sasa tunapozungumzia habari ya dini ama tunazungumzia habari ya madhehebu, madhehebu hayana tofauti na namna sisi binadamu tulivyo. Kwa mfano, sisi binadamu tumegawanyika rangi, lakini pia tumegawanyika makabila au lugha zetu. Kugawanyika kwa lugha zetu, hata kama tungekuwa aina ya makabila 700, 1000, 5000 katika ulimwengu, lakini bado tunarudi katika neno moja tu kwamba sisi bado ni watu.
Ukiwa mzungu wewe bado ni mtu. Ukiwa Mwafrika wewe bado ni mtu. Ukiwa Muhindi bado wewe ni mtu. Kwa kuwa Muhindi haikuondoi wewe kuwa sehemu ya kuwa mtu ama kuwa mwanadamu. Ndivyo tulivyo katika imani. Kuwa mKKT au kuwa Mpentekoste haikufanyi wewe kuwa bora. Kitakachokufanya kuwa bora ni namna tu ambavyo wewe umempokea Yesu Kristo na kumwamini katika maisha yako. Hii ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kukufanya uendelee kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tusome maandiko katika Wakorintho wa kwanza 12. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nikupe kitu kidogo hapa. Ukielewe mwana wa Mungu kitakusaidia kwa sehemu moja katika haya yote. Wakorintho wa kwanza 12. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za rohoni sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Labda unielewe kitu kimoja hapa ambacho nataka kukufundisha, kukushirikisha. Mfano, tunapozungumza juu ya wokovu, kwamba wokovu uko na baadhi ya madhehebu. Zuri, mimi ni Mpentekoste ambaye nimelelewa katika misingi ya Kipentekoste na bado naishi katika Pentekoste. Lakini sibezi wala sidharau au kukejeli moja ya madhehebu tulio nayo, kwa sababu ninafahamu hii ni milango na njia ya kuipita tu, lakini lengo bado linabaki ni lile. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 12:1 hadi ule mstari wa 3. Anasema hakuna mtu anayeweza kusema Yesu amelaniwa halafu akasema katika roho, na hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana isipokuwa au amewezeshwa na Roho Mtakatifu. Hii inatoa picha gani? Hii inatoa picha ya wazi kwamba mahala popote wanapomtaja Bwana ni udhihirisho na ishara ya wazi kwamba mahali pale kuna wokovu. Sasa kitakachobaki kwenye maisha ya mtu ni maamuzi binafsi ya mtu kuamua kuishi katika msingi wa Kristo ama kuishi nje ya msingi wa Kristo, bila kujali yuko katika dini gani au dhehebu gani. Na ukumbuke siku ya Kristo atakaporudi kwa ajili ya kuja kulinyakua kanisa, hata kuja kunyakua dhehebu, atakuja kunyakua mtu aliyemwamini Yesu Kristo na kuishi katika matoko na misingi yake. Kwa hiyo tunapotazama na kuiona hii, maana yake hatuoni sababu ya kufika mahali tukaona kuna baadhi ya makanisa ambayo yanaonekana kuwa bora na kuna makanisa ambayo hayako bora. Kumbuka, Kristo alipokuja duniani alileta neno na msamaha wa dhambi pekee. Na ingekuwa Yesu amekuja na kitu kinachoitwa dini au dhehebu, nadhani tungekuwa na ushahidi tosha wa kuelewa kwamba kumbe kuna kitu ambacho ni cha ziada. Tukumbuke kwamba kabla ya Kristo kulikuwepo na dini nyingi. Zile kwa dini za Kiyahudi, dini mbalimbali, wakiwa Masadukayo na kadhalika. Waliamini imani zao. Lakini pamoja na kuwa na zile dini, hazikuwasaidia wao kuhesabiwa haki, kwa sababu bado waliishi katika dini na bado wakafanya dhambi. Na kwa maana hiyo Kristo alipokuja, yeye alileta kitu kinachoitwa neno ambalo linampa mtu uzima. Linampa mtu msamaha wa dhambi. Kwamba mtu apate kusamehewa dhambi bila kujitabisha ama bila kujishughulisha kwa juhudi zake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo binafsi mimi naweza nikawa na mashaka kidogo na wewe kuhusu uthibitisho wako au evidence ambayo unaweza ukaitoa juu ya kuthibitisha utakatifu wa baadhi ya makanisa ama baadhi ya madhehebu na kukosekana kwa utakatifu katika baadhi ya madhehebu. Mtumishi wa Mungu, nikusihi sana kwamba katika ulimwengu tulionao tukumbuke tu katika nyakati za mwisho. Na katika nyakati za mwisho maana yake Kristo amekaribia kurudi.
Kitu kitakachotuokoa kwenye maisha yetu hata tukamuone Mungu ni vile tu tutakavyoendelea kuishi katika kumwamini Yesu Kristo peke yake. Haijalishi tuko katika upande upi, haijalishi. Na ndio maana pia tumesema hakuna dhambi kwa Mkristo kuamua kubadili kanisa lake, kwamba mimi natoka kanisa hili kwenda kanisa fulani. Hawezi mtu kuhukumiwa kwa hilo, hata kama tunaweza kutukatishwa kwa maneno mbalimbali, hiyo haizuii. Ndio maana hata mimi mahali hapa nilipo, Kristo, wewe ukiamua kutoka kwa hiari yako, wewe toka kwa amani, kwa sababu pengine unachokitafuta mahali hapa tulipo Mungu hajanipatia, lakini kipo mahali pengine, nenda kakitafute, na ukiamua kurudi utarudi kwa hiari na kwa amani. Tunachokizingatia kwenye maisha yako kama Mkristo ni kwamba usiache imani, kwamba usimtupe Kristo kwenye maisha yako. Nenda kokote pale, lakini umshikilie Kristo. Ndio maana Paulo anashangaa kwamba hivi imefika mahali tena tumeanza kujisifu kwa siku, tumeanza kujisifu kwa dini na makabila tulionayo. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu wokovu wetu tulionao hautokani na juhudi au nguvu tulizonazo, bali ni wokovu unaotokana na misingi ya imani iliyojengwa katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, mimi ninatamani sana kwamba uelewe, unapoishi katika maisha ya wokovu usiwe sababu ya kukufanya uwe chanzo cha mgogoro na dhehebu zingine. Wokovu sikufanya kuwa chanzo cha mgogoro na jamii yako unayokaa nayo, bali wokovu ukufanye kuwa chanzo cha kutengeneza amani na madhehebu mengine, kutengeneza amani pamoja na jamii inayokuzunguka. Unachopaswa ni kuendelea kuisimamia imani na kuilinda imani uliyoipokea katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana akubariki sana. Tukutane kwa wakati mwingine. Amen. Amina.